Umunsi umwe muda hatamba ngaho hagari ntugire inyuma nawe habe tugenda mabangwa. Yesu asifiwe. Ukweli ni huo, wanadamu wanashindwa kusimama katika kweli ya Mungu, wanahisi Mungu amewaacha. Nikwambie, Mungu hajakuacha, amesubiri wewe useme, amesubiri kile unachokitumainia aone kama utamwacha, na Mungu hawezi kukuacha, hawezi kulipinga neno lake, amesubiri neno lake apate kulitimiza katikati ya maisha yako. Mtambie Yesu makofi na kujibu. Yeye Musa anaulizwa na Mungu, una nini mkononi mwako? Nina fimbo. Hiyo imani ulio nayo, hata kama ni kidogo, kama chembe ya haradali, hiyo inatosha kubomoa milima, kuangusha mikuyu. Hiyo imani inakuwa. Ndio maana Yesu ametoa mfano wa imani kwamba ni sawa na mbegu ya chembe ya haradali, kwamba ile mbegu ikiota chini baadaye inaweza ikakua na ule mti ukawa mti mkubwa, mpaka na nyuni wakaja wakatulia huko kwenye hicho kivuli. Lakini ukiangalia mbegu yenyewe ni mbegu kidogo, mbegu ya haradali kidogo, hata mbegu ya mchicha ni kubwa, lakini ikiota ni mti mkubwa, na imani inaendelea kukua siku hadi siku. Shida ya watu, wanataka uzima wa mwili, hawataki uzima wa roho. Na ndiyo maana kukipatikana shida wanawahi kukimbia kwa waganga. Kwa nini? Wanataka uzima wa mwili, hawataki uzima wa roho. Uzima wa mwili utapatiwa, lakini baadaye mbinguni hauendi, jehanamu ni kwako. Muda wako unakuwa umepoteza, hela zako, michango yako, muda wako uliotoa umepoteza. Kwa nini upoteze? Hakikisha ulivyovipanda kesho ukavivune. Ndiyo faida ya mkulima. Mkulima anapanda ili kesho afuate mavuno. Si ni sawa? Jamani, Yesu wetu asifiwe. Mimi nimemaliza, wala sikukawizi, nimemaliza.